Shika peni yako, shika daftari. Kuna mtu ana daftari au peni hapa? Nipatie karatasi. Gauni la 1,000, Biblia 30, utashindwa kununua. Kama kuna mtu hapa, uje uchukue. Kama kuna mtu ana peni, ana daftari, uje uchukue. Mtu mzima. Wote tuna daftari. Na? Amina, Mungu abariki. Wote kweli tuna daftari. Ambaye ana peni. Sasa wewe amekutuma yuko wapi? Unataka kuandika wewe? Amekutuma yuko wapi? Sasa naye andika mawazo ya mwanadamu yatawaliwe na Roho Mtakatifu. Mawazo ya mwanadamu yatawaliwe na Roho Mtakatifu. Mawazo ya mwanadamu yatawaliwe na Roho Mtakatifu. Kuna tatizo kubwa sana kwa kanisa kama watu wanaosali mawazo yao yasipotawalwa na Roho Mtakatifu. Kuna tatizo kubwa sana kama mtu aliyeokoka mawazo yake yasipotawalwa na Roho Mtakatifu. Kama mawazo yako yasipotawalwa na Roho Mtakatifu, mbingu hautaiona. Mawazo ya mtu ndio yanayoruhusu mtu kuingia mbinguni. Mawazo ya mtu ndio yanayoruhusu mtu kuingia motoni. Mawazo ya mtu ndio yanayoruhusu dhambi kutendeka. Mawazo ya mtu ndio yanayoruhusu mtu kusimama. Kivipi? Mtu anakwambia, mtumishi, mimi nilizini bahati mbaya. Sio bahati mbaya. Bahati mbaya kati mwenyewe ulikubali kutoka kwenye mawazo yako. Kwa sababu mwanaume anapokuambia naomba tuzini, sasa wewe pale mawazo yako yakubali yakatae. Kwa sababu kisha waza inapeleka moyoni. Moyo unasema nakubali. Tayari. Kukubali Roho Mtakatifu atawale mawazo yako. Mawazo ya Kaini yalitawaliwa na Shetani, ndio maana aliingiwa na tamaa. Unanielewa? Mawazo ya Kaini yalitawaliwa na Shetani. Yalitawaliwa na Shetani. Kaini alikuwa ni mkulima. Macho Mungu tusaidie. Macho yakitazama hayaleti shida, ila kile unachokitazama unakipeleka kwenye ufahamu. Ukisha kipeleka kwenye ufahamu unaanza kuwaza, nikubali au nikatae, nimtamani mwanamke au nisimtamani, nifanye hichi nisifanye, nifanye nisifanye. Mawazo yanasema fanya, zini. Mawazo ya Kaini yalitawaliwa na Shetani, na roho ya Shetani. Ndio maana Kaini akaenda kupeleka vibovu kwa Mungu. Mawazo ya Habili yalitawaliwa na Roho Mtakatifu, ndio maana yalipata kibali. Hata mawazo ya Kaini yalitawaliwa na roho ya Shetani, nayo yalipata kibali. Kivipi? Unapofanya kitu kibaya mbele za Mungu na mbele za Shetani, vinapata kibali. Kivipi? Kwa nini Kaini alipofanya ile jambo baya, ile sadaka ilienda kukataliwa?
Inamaanisha mbele ya Mungu ilikuwa haina kibali, ila mbele za shetani ilikuwa na kibali. Kuna watu wanielewi? Kaini alipotoa sadaka, ile sadaka mbele ya Mungu ilipata kibali, kwa sababu yeye mawazo yake yaliona vema kumtolea Mungu, kuwekeza kwa Mungu. Sasa tuwe makini sana, tuwe makini sana, tuwe makini sana, tuwe makini sana na mawazo yetu. Mtu anakwambia, mtumishi, mimi nimezini, bahati mbaya, sijui nilipitiwa. Sio ulipitiwa, sio ulipitiwa. Wengine wanasalimu, wengine wanatoka na ume za watu humu kanisani, hapo akifika hapa, baba yetu. Baba yako nani? Shetani, sio ya Mungu. Eti baba yetu wa mbinguni, hapo naanza kunena kwa lugha hii hapa baba mzizi. Hata msiponielewa, mbingu zitanielewa. Najua ningewaambia pokea magari, ningepiga makofi, ila hata msipopiga, mbingu zitapiga. Inatosha hapo, mmepiga, nimewalazimisha. Naomba tusome kitabu kimoja kwanza. Kitabu cha Zaburi 19 kuanzia 12. Mbinguni kwenda kazi, kama usiporuhusu Roho atawale mawazo. Mbinguni kwenda mbali. Mtumishi, mimi nimeomba mpaka siku 7 lakini sijibiwi. Mawazo, unawaza nini unapoomba? Mtu anaomba, baba nisaidie, huko anawaza katika mwanamke karibu kalembo. Ndio hata kama kanisani mwe mnavaa manguo ya heshima, mtu anaomba lika baba akakodoa macho, anaangalia ule mpasio, anaangalia anaona, anaanza kuona kama wako wanafanya uzinzi, yani mawazo yake anaanza hivi. Mungu tusaidie. Naomba tusome kwanza, afuta nielewa baadaye. Anakuongea sema kama ivuka mpaka kakatoto, nivuke mpaka, nitavuka ndio, afu mtaelewa. Naomba tusome kitabu cha Zaburi. Zaburi 19, Zaburi mlango wa 19 mstari wa 12. Huwezi kufanikiwa nje ya mawazo yako. Soma kitabu cha Zaburi 12 mstari wa Zaburi mlango wa 19 mstari wa 12. Soma, msomaji mzuri. Mpatie maiki. Zaburi 19 kuanzia mstari wa 12. Inasemaje? Ni nani awezaye kuyatambua makosa yake? Ni nani awezaye kuyatambua makosa yake? Unitakase na mambo ya siri. Unitakase na mambo ya siri. Umzuie mtumishi wako asitende mambo ya kiburi. Umzuie mtumishi wako asitende mambo ya kiburi. Yasinitawale mimi. Yasinitawale mimi. Koma kwanza hapo. Umzuie mtumishi wako asitende mambo ya kiburi, yasinitawale mimi. Kuna watu usikae. Kuna watu mawazo yao yametawalwa na kiburi. Kila siku mchungaji anasimama madhabahuni, unajua mimi naweza kaa nikahubiri hapa, lakini mawazo yako yasiruhusu kupokea hichi ninachokifundisha. Mchungaji anahubiri kila siku, lakini kuna watu yanaingilia hapa, yanatokea hapa. Baada ya kuingia hapa yakae katikati, yatendee kazi, yanaingia hapa, yanatokea huko. Unasisitizwa maombi, yanaingia hapa, yanatokea huko. Yaani mawazo hayakubali kukipokea kile kitu. Hebu endelea. Ndipo nitakapokuwa kamili, nami nitakuwa safi, sina kosa lililo kubwa. Yaani ukitawaliwa na Roho Mtakatifu utakuwa safi. Endelea. Maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, Bwana. Hebu rudia tena. Maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, Bwana. Yapate kibali mbele zako, Bwana.
mwamba wangu na mwokozi wangu. Mwamba wangu na mwokozi wangu. Kwanza kabla sijaendelea, hivi Roho Mtakatifu anakaa wapi? Anakaa wapi Roho Mtakatifu? Naenda na maswali. Roho Mtakatifu anakaa wapi? Wapi? Hebu asimame mmoja, simama mama ujibu. Anakaa moyoni. Mwingine? Baba wangu hapo. Ndani ya moyo. Mwingine? Hana mtu mwenye jibu tofauti. Roho Mtakatifu anakaa kwenye moyo. Roho Mtakatifu anakaa kwenye moyo. Inamaanisha moyo wewe unafikiri. Tushana vipi huyo? Bwana kama hatumwelewi. Ndio. Na shetani naye anakaa wapi? Naye anakaa kwenye moyo. Hivi mawazo na moyo ni vitu tofauti. Mawazo na moyo ni vitu tofauti. Amna mwenye jibu. Wengine nasema ni katoto ni kadogo kanatuuliza maswali. Mimi hapa niko mbele, nikiwa huko nje huko nitasimama kwenye upande wa mtoto. Ila hapa nitasimama kwenye nafasi yangu. Kwa samani, mawazo na moyo ni vitu tofauti. Na ni tofauti. Hivi kinachoanza kufafanua ni ufahamu au ni moyo? Ufahamu. Kwa Roho Mtakatifu anakaa wapi? Sasa tuishi naye. Amina, basi tuendelee. Sikiza nikwambie kitu kimoja. Huwezi kufanikiwa nje ya mawazo yako. Iwe kiroho, iwe kimwili. Huwezi kuingia mbinguni eti kwa matendo ya mwili. Utaingia mbinguni kwa matendo ya roho yako. Kuna wengine wameokoka wanasali, lakini moyoni, yani ufahamu wao umeharibika. Mawazo ya mioyo yao yameharibika. Kivipi? Kabla hujaokoka, inawezekana unaangalia manyimbo ya bongo, inawezekana unaangalia mapicha ya uchi. Sasa ukishaokoka utashangaa unaanza kuomba. Mungu nisaidie. Mama. Unaanza kuikumbuka ile picha. Yule mdada yuko uchi. Inakuharibia maombi. Hauwezi kujibiwa maombi nje ya mawazo yako. Unisikilize, afu nikazie sura. Unitazame. Kile unachokiwaza kwenye moyo wako ndicho kinaenda kupata kibali kwa Mungu. Kama unawaza uzinzi, unawaza tamaa za wanawake, ndicho kinaenda kupata kibali mbele za Mungu. Ndio maana hapa watoto wamesema ole wako moyo wazao mawazo mabaya. Kwa moyo na mawazo vinaunganika. Ole wake moyo wazao mawazo mabaya. Unitazame, unielewe ninachokizungumza. Kuna watu wanaomba, kuna watu wanakesha, kuna watu wanalia, lakini hawajawahi kujibiwa. Mungu nipe mume mwema, nisaidie. Moyoni unawaza yale wa zamani, mlipokuwa mnafanya uzinzi, inaenda kubadilishwa. Mungu nisaidie, angalau nikipata hata gari.
moyoni unawaza nikipata gari nitapakiza wanawake. Mungu anasema umejichanganya wewe. Mungu nisaidie nipate gari Land Cruiser ili niheshimike. Mungu anasema utanani ile ya hivi. Ili mwanadamu, sikiliza kwa makini, ili mwanadamu aingie mbinguni, andika hiyo. Ili mwanadamu aingie mbinguni, mawazo yake yanatakiwa kutawaliwa na Roho Mtakatifu, na ili Roho Mtakatifu atawale, neno likae kwa wingi ndani. Leo tutakwambia wote kwenye maombi watakuja watu 15, wakati hata 100 wanaweza kufika. Mawazo yao yametawaliwa na roho wa shetani. Kama shaandika nitazama. Tunaona kuna watu wengine wanasema Mungu anaangalia roho. Mungu anaangalia mwili. Kwa hata kama nimevaa kagauni kapo hapo, Mungu anaangalia roho. Wewe kile cha roho ndio kimetoka nje. Unaelewa? Unaweza kumwambia kama wana sikaelewi. Na kitu kingine, nisikilize kwa makini. Unikazie macho. Hata kama usipoelewa utasema Mungu nieleweshe. Na Mungu atakusaidia. Ili mtu akue kiroho, awe viwango vya mbali zaidi, cha kwanza Roho Mtakatifu atawale mawazo. Cha pili, neno likae kwa wingi ndani. Cha tatu, akubali muda wote mawazo yake na fahamu zake na kila kitu kukitoa mbele ya Mungu. Kwa sababu kuna watu wengine wanaitoa miili, roho hawajaitoa. Kivipi? Kuna watu wanaingia kwa kanisa, miili inaingia lakini roho iko nje. Kivipi? Kuna watu wanamwimbia Mungu kwa mwili lakini roho iko nje. Ndio maana leo Mungu atusaidie sana. Kanisa lako likiane pabaya sana. Na kanisa la leo linaenda kwa mwili. Yaani kanisa la leo ile yani kiroho inaanza kushuka. Sasa ili mtu aende mbali kiroho na maombi yake yajibiwe sana na Mungu awe ndani yake, hata ukisimama kuimbisha praise au ukisimama kuhubiri, Roho Mtakatifu atawale. Cha kwanza unatakiwa utawale mawazo. Hivi hapo utashangaa, kwa mfano 99% ya watu wametawala na shetani. Hapo Mungu hajatawala hata kidogo. Mawazo, kile unachokiwaza ndio kinachopata kibali kwa Mungu. Nisikie na makini. Ili uweze kukua kiroho, ili uweze kukaa karibu na Mungu, ili uisikie sauti ya Roho Mtakatifu. Kuna watu hapa hawajawahi kusikia. Kuna watu hapa wananena kwa lugha lakini hawaelewi wanachonena. Mimi ni mvivu wa ibada, lakini unaelewa maana lugha za unazijua lugha wewe. Mtu anayena kwa lugha mpaka ndani kuko sawa. Hata nao viwaza viko sawa na Mungu. Unanena muda mwingine mimi ni mwizi wa wanawake wa watu. Uelewe. Yaani kuna watu kimwangalia unasema huyu kasimama, kumbe kavunjika. Na kemea majini. Kemea majini. Anasema na kemea majini. Mawazo anachokiwaza. Anawaza pale amevuma macho, anawaza lile busu walipigana na mchepuko. Lakini hapa anawaza lika papo uwezo. Mimi mtoto mbona nahubiri matusi sana. Utabona nionekane nahubiri matusi. Lika papa. Kuna wengine hapo wanaisikiliza picha za uchi
zimekaa kwenye mawazo yao. Kwa unachokiomba zile picha za uchi zinaenda kuchinja chinja cha. Ndio maana nasema mtumishi, mimi nimeomba sana, nimeomba mtumishi, sijibiwi. Ndio nikasema uweze kufanikiwa nje ya mawazo yako. Uwezi kumwona Mungu nje ya mawazo yako. Yaani wewe kwenye mawazo yako, kuna wengine kwa wanasali lakini wanachukia majirani, wanachukia ndugu. Sasa kama mawazo yako yameruhusu kuchukia ndugu, Mungu ni pendo, apenda watu, ujue tayari wewe shetani ameshatawala mawazo, ndio unachukia. Kwa sababu Mungu ni pendo, akikaa ndani yako lazima utampenda, hata alikuumiza namna gani lazima utampenda. Sasa ukiona wewe unamchukia, ujue ndani kumeshaharibika, mawazo yametawaliwa na shetani. Watu wengi leo, naomba kabla sijazungusha watu wengi leo, akina Stefano mawazo yao yalisha finyangwa. Napoimbaga ni finyange. Hasa akina Stefano walifinyanga mawazo yao, yaani kila kitu walikiwekeza kwa Mungu. Ndio maana hata pale wanababuliwa, wanapigwa mawe, yeye anaona kama anaona kama nampapasa mwenyewe, unampiga lakini yeye mawazo yako hapa yanapumzika, naenda Jerusalem kupumzika, naenda Jerusalem. Hasa ungekuwa wewe jambazi kaingia na panga au na bunduki, wanakwambia nampenda Yesu, abaki ama disha angekuwa mlango. Hata yule alikuwa anasema lika, akisikia kama kuna mtu anampenda Yesu akubali kufa, atasema lika, haiwezekani nje. Yesu mwenyewe mawazo yake yalitawaliwa na Roho. Ndio maana siku 40 hakuwaza kula. Sasa mwingine kafunga, anapita sehemu anauza nyama. Mna mwingine kimwili umefunga, kiroho umekula. Kivipi? Unapita unauza mishikaki, kiroho unachola ile taswira, unashika mshikaki unakula, tayari umeshakula. Unaangalia ile nyama, nilikuwa nimekaa, unaipigilia mpaka muda mwingine tudenda tunashuka, unasema ila basi. Kiroho maombi umesharibika, kimwili unaendelea. Lakini mtu mwingine, na maana wengine wapo wanasikia wameokoka na wanawake wanatamani wake wengine, na wengine wameanguka, anamficha mchungaji. Ficha marazi kifo mbwa, afichae dhambi zake hatafanikiwa hata siku moja. Unamsaiti mume wako, tena wengine wako Mungu. Mwanamke aliyekaa huku anatoka na mbaba, yaani humu makanisani wanafanyana uzizi Mungu. Inaenda wapi? Mtu kaokoka, ametoka kanisani kwa kafundishwa neno la Mungu, mchungaji muda ule kaelewa, akisha toka nje mawazo anakuwa na waza mchungaji alichosema. Akisha mwangalia mwanamke kavaa suruali, mawazo yanahamia kwa mwanamke, lile neno linauliwa ndani, yanazaliwa mapoza. Sasa mnanielewa? Hebu punga mkono kama mmekwazika. Sasa hivi nikisema upunga utapunga kweli? Ndio maana hata unapoomba maombi yanaanza kujibiwa ndani. Kivipi? Unapoomba
mawazo. Kwanza Roho Mtakatifu akitawala mawazo na imani inakuwa ni kubwa. Ukiomba Mungu nipe kiwanja, unaanza kuichora ramani ya kiwanja. Kama usipoichora inamaanisha uwezo ukipata kitakuwa kinakuja kinaondoka. Kuna watu waelewi, yaani kila kitu unachotaka kukipata kianze kuchora kwenye taswira. Yaani uanze kukichora kwenye mawazo. Unapoimba hapa, Bwana Yesu tunakuita, unapoimba Yesu ainuliwe, Bwana mabana, anza kuchora ile taswira. Yaani unaanza kusema huyu ni Mungu kweli aliyeumba dunia kwa siku 6. Sisi ili kanisa limejengwa tusanga mwaka mmoja. Unaanza kuchora utukufu wa Mungu. Unaanza kusema donda huyo Roho Mtakatifu anaanza kushuka. Unaanza kunena lugha za malaika. Sio zile umesikia mama Jose akasema lika papa. Na unasema hii akisikia na lika papa. Papa. Amesema ni kikimtumishi. Sikipendi mimi. Kuna watu wengine katika mwili Yesu anamkubali, katika roho anamtaki. Nataka nikupe siri moja, wanaoenda mbinguni ni wale waliona taswira za kiungu kwenye fahamu zao. Yaani Mungu amemweka namba 1 ndani yao. Ile taswira ndo tunaenda nayo Jerusalem. Sio taswira ya mwili hii iliyovaa gauni, iliyovaa suruali. Hapana, ile taswira ya ndani. Yaani unajijenga katika Kristo. Wale ndo wataenda mbinguni, sio huko nusu nusu. Kivipi? Kusengenya mchungaji wewe, kusengenya wenzako wewe, kutoka na wake za watu wewe, uzinzi ni wewe. Ile taswira ya kishetani. Yaani unachokiwaza ndani. Hasa ngoja kwanza nizungumze. Unachokiwaza ndani, mawazo ya mtu, kwa sababu mwanadamu bila mawazo. Kwanza ngoja niweke mfano. Njoo mtoto mzuri. Njoo. Hakuna mtoto mwingine. Njoo wewe. Njoo. Huyu hapo safi. Njoo. Tanielewa tu. Usiponielewa Mungu atanielewa. Simama hapa juu. Hivi sina hela hapa. Hapana, sina hela. Hapa kuna nini? Hivi tuweke mfano. Huyu mtoto nimempa 10,000. Aenda kufanya nini? Aenda kununua pipi. Nini? Mawazo bado ni finyu. Finyu kivipi? Ndio maana Yesu akasema watoto wadogo watauona ufalme wa Mungu. Kwa sababu huyu mtoto hata akimwangalia binti au labda ni wa kiume, hata akiangalia kibinti kimevaa kimguu kibo mpaka huko, hakawezi kutamani, kwa sababu akili yake ni finyu. Sasa wewe na ndevu zako unamwona mwanamke kavaa suruali, baada ya kuona kama kinyesi unaona kama malaika Mikaeli kafika. Nenda. Mawazo, kile unachokiwaza. Ndio maana sikiliza, mtu anapoomba Mungu anaangalia kile unachoomba kinatoka ndani. Mungu aangalii machozi. Mungu anaangalia kile unachokiomba kimetoka kwenye moyo, kimetoka kwenye ufahamu. Yaani unataka ukifanyie nini? Mungu nimpe mme mwema. Kumbe unawaza Mungu akinipa mme mwema mwenye gari itamwagia watu matope. Mungu anasema utamwagia wewe. Kuna watu wanielewa. Sasa hapo nahisi kama mmeanza kunielewa. Kama Yesu akishuka utaenda mbinguni. Hajanielewa.
Narudia tena, kuanzia ninapoanza kufundisha mpaka sasa hivi, kama unajitathmini moyoni mwako uko sawa na Mungu, inua mkono. Kama Yesu akishuka unaenda mbinguni. Mikono lazima muinue, hata mchawi lazima ainue mkono. Kimwambia punga mkono kama unaenda mbinguni, amina bara. Wewe mawazo ya mtu. Hebu naomba turudie tena. Hebu simama msomaji, unisomee ule mstari wa 10. Soma vizuri. Zaburi 19 mstari wa 14. Ndio. Maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, e Bwana, mwamba wangu na mwokozi wangu. Maneno yaani utakapowaza moyoni, kile unachokitoa kinaenda kupata kibali. Kuna watu wengine wanaomba lakini kile kitu hakijatoka moyoni, yaani bado hajakiwaza, hajakitengeneza taswira yake. Ndio maana watu wengi wanaomba hayajibiwi maombi. Maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako. Maneno ya kinywa changu, yaani maombi yako yanayotoka kwenye kinywa yaanze kutoka moyoni kwanza, yakisha toka kwenye kinywa yanapata kibali. Na huo moyo huo una nia njema. Kuna watu hawaelewi. Watu wengi waelewe, wanaferi kwenye mawazo. Mtu anasema, mtumishi, mimi nashindwa kujikontrol, muda mwingi nawaza mapicha ya uchi, nawaza mapicha. Kuna wengine wameokoka lakini kwenye ufahamu inaimbwa ile nyimbo ya bongo. Wengi tu kakikaa katika nyimbo kanaanza kuimba di anashindwa. Roho katika hajatawala bado, zile roho za Misri zimetawala. Kuna mwingine hapa yuko ibadani akiniangalia, hii mtumishi, wewe unaona kanikazia macho, lakini kaama anawaza pilau ya nyumbani aliyoiacha. Mngesema amina mtumishi, amina. Kofi la aliyopigwa na mume wake anakumbuka, anashindwa kucontrol mawazo. Mwingine unahubiri hapa, amina mtumishi, anapiga na makofi, amina. Yaani sura iko hapa lakini mawazo hayako hapa. Ila wakati wa uimbaji kila kitu kiko hapa, miguu iko hapa, mikono iko hapa na mawazo yako hapa. Mtu akitaka aingie mbinguni anatakiwa ruhusu Roho atawale mawazo. Narudia tena, na ili uyashinde mawazo mabaya, neno likae kwa wingi, maombi kwa wingi, ibada kwa wingi, kutafakari kwa wingi. Andika, ili uyashinde mawazo mabaya, neno kwa wingi. Yani andika, neno liwe ndani kwa wingi, kutafakari wakati wote, kuomba wakati wote, ibada wakati wote. Hivyo ndio vitakusaidia. Neno kwa wingi, kutafakari wakati wote, ibada kwa wingi, na maombi wakati wote. Kwa sababu mtu anayeomba hawezi kutawaliwa na mawazo machafu. Muda wote atawaza kuomba. Yaani kuna watu wengine mawazo yao yameparalyze.
Ndio maana naomba simu mtumishi kwanza. Kuna watu mawazo yao yametawaliwa na hizi. Ukitaka kusoma neno, kuna wale wanasema shika simu, ingia TikTok. Unaingia. Akitaka kuomba, washa TV. Sio watoto, ni watu wazima. Ukitaka kuomba, lala, umeshatawaliwa. Hafuati Mungu ndio atokee maisha yako. Kuna watu wengi mawazo yametawaliwa na shetani. Mtu mpaka anafikia hatua ya kumsaliti mke wake. Mtu mpaka anafikia hatua ya kuingia kanisani huku anatoka nje ya ndoa yake. Shetani ameua roho ya maombi, shetani ameua kiu ya neno, shetani ameua kiu ya ibada, shetani ameua roho ya kutafakari kila kitu. Ukishauriwa vile vitu, ukimwangalia mwanamke umeshabebwa na roho za tamaa. Wengi leo wametawaliwa, mawazo yao yamewekewa kushindwa tu. Mtu ana ukimwi lakini bado anaruhusu aendelee kuwa na ukimwi kanisani. Yaani kuna watu hawaruhusu mawazo yao kutawaliwa na Mungu. Mtu ana madeni, anasema niahidi hivi tu, Mungu si anajua utakufa hivyo una madeni. Na atakufanya uache Mungu. Umeshinda yani Mungu atusaidie sana. Mawazo ya moyo, kila unachokiwaza ndio kinachoenda kupata kibali. Maombi yanaanza kwenye mawazo. Mungu niondolee madeni. Utakapokuja kuomba kwenye mwili, Mungu anasema huyu mtu alishaomba toka mwanzo, kama Mungu niondolee madeni. Lakini wewe kwenye mwili, Mungu niondolee madeni, moyoni unasema hivi itakuwaje? Milioni 1 Mungu atafanyaje? Njia gani? Itakuwaje? Mungu nipe mume mwema. Unaanza kuchora zile taswira la nyuma ulipokuwa unaolewa, unaachika, unasema mbona mimi nimezoea kuolewa kuachika, itakuwa hivi. Hebu tamka maneno haya, sema Yesu, nisaidie Roho wako atawale mawazo yangu. Kile unachokiwaza ndo kinachoenda kukubalika mbele ya kiti cha Yesu. Mwanadamu ana connection. Mwanadamu aliyeumbwa na Mungu ana connection ya kiungu kati ya yeye na Mungu. Kwa anapopitia wakati mgumu au kila anachokiwaza kinaenda kupata kibali kwa Mungu, kwa sababu ana connection. Awe mlevi, awe mganga, awe nani, kwa kuwa anaitwa mwanadamu kaumbwa na Mungu, ana connection. Kwa kila kitu unachokiwaza kinafika kwenye madhabahu. Uko kanisani unawaza mapicha ya uchiuchi hapo kwenye ufahamu wako. Uko kanisani unawaza uzinzi kwenye ufahamu wako. Ukisema naka katoto, hatakuelewi. Leo majibu yote yatatimbuliwa. Mungu akubariki baba. Hata wasiposema mbingu itasema. Amen. Mmelazimishwa. Ningewaambia ni mwaka wa kutawala. Unaenda kutawala. Ni mwaka wa kujenga. Wewe kungechangamka huko. Na kalami kule sauti zingesikika. Ila ukiwaambia acha uzinzi, utasikia. Pokea gari. Watu wa Mungu. Narudia tena, watu wa Mungu. Watu wa Mungu, ninawaambia Mungu hatakuwa na huruma siku hiyo. Kama ni injili mmefundishwa, kama ni semina mmekaa nazo miaka na miaka hapa,
kama ni mchungaji anawafundisha, kama ni walimu wamesimama kwenye meza hizi, kama ni nyimbo zimeimbwa, nyimbo za tenzi mmezisikia, siku hiyo Mungu hatakuwa na huruma na mtu. Kama Mungu kajidhihirisha kwenu, kajidhihirishaje? Mawazo yenu yanamchukulia Mungu kiwepesi. Unachokibeba ndani, yani mawazo yako yakimbeba Mungu kwa ukubwa, anafanya kwa ukubwa. Yakimbeba Mungu kwa udogo, vile vile. Wengi wamembeba Mungu kiudogo, hafuli shetani ameliweka kiukubwa. Sisi tuna mamlaka kuliko shetani, lakini shetani anaonekana na mamlaka kuliko sisi, kwa sababu neno liko ndani. Mungu anashinda kujiinua, kujidhihirisha kwetu. Shetani anainua mbele yetu, anajidhihirisha. Kwa sababu gani? Mawazo yenu yako yamemkubali shetani. Unaporuhusu, kwa sababu mtu anakwambia nimeshinda bahati mbaya kanisani. Nini bahati mbaya mchungaji? Sio bahati mbaya, wewe ndio uliyakubali mawazo yako. Kwa sababu gani? Kuna mtu mwingine yani umewahi kukutana na watu kama namna hii, anakwambia mtumishi, hivi leo ni siku ya ibada, hapo nilikuwa nimesahau. Huyu ndo katawaliwa kafa kabisa. Nilisahau, hivi leo ni Ijumaa. Nilisahau. Je, mbinguni unakumbuka? Hafu kija hapa, Mungu bwana unijibu maombi. Mungu najuta kwa nini niliokoka. Mjinga wewe. Ibadani mvivu, unakubali mawazo yako ya kuongoza. Kubali roho kuongoza. Eti Mungu, ndoa yangu haina amani. Mungu kwani uoni? Kila siku naolewa naachika. Yani nachoka mimi baba. Nisaidie. Ibadani mvivu, kwenye maombi mvivu, kusoma neno mvivu, kwenye maombi unalala tu, unakoroma mpaka kamasi. Hamjui mtu anapolala shetani anaenda kuua mawazo. Hamuelewi. Shetani anachoanza kwa mwanadamu, unajua anaanzaje ili amteke mwanadamu? Shetani anapoanza kwenye mawazo ya mwanadamu, anapiga ufahamu. Hebu nikupe ushuhuda mmoja. Siku moja nilikuwa pale Mwanza nahubiri Injili, watu wamefurika, nikashangaa mara mkono mgongoni. Sema nani kanishika hivyo? Mbona kanishika kibabe sana? Hivi leo mimi ni mtumishi. Naangalia chini na kutabuti. Sema leo nimeisha. Ukitaka ujue shetani ana vita na mawazo. Mawazo yanaweza kumkwamisha mwanadamu asifikie lengo. Petro anaanza kuvuka kwenye maji, anakanyaga maji katika roho. Alipofika katikati, mawazo hayo. Petro, mimi mvua samaki natembea juu ya maji. Huyu kwenye maji. Mawazo. Yani unaruhusu hofu. Hofu inatokea wapi? Hofu inatokea kwenye mguu. Kwa mfano mtu mwenye kifafa akiangukia kwenye moto, kwa kuwa ufahamu tayari ni kama si umefanyaje, hawezi kusikia kama naungua. Ila akiwa na ufahamu akikosa tu kidogo, sasa siku ile nikasema labda huyu naye labda atakuwa labda anataka kunisalimia. Nikauliza, una kibali? Sema imeisha leo. Sema sina kibali. Kafikia hata nionea huruma. Kumbe shetani ana huruma na mtu. Kanambia funga spika yako. Niko peke yangu tu Mwanza. Funga spika yako. Nikasema hata akinifukuza, japokuwa nimewafundisha watu, hicho kidogo kinawatosha. Kaambia funga spika yako. Chukua spika
kila ataniambia ondoka. Nikafunga spika. Akaniambia beba spika twende. Sasa hivi nimesikia vizuri au vibaya? Funga, nikasema funga spika twende. Alikuwa askari wa kike na wa kiume. Nikakamatwa. Jani naanza kuwaza. Wamenikamata mimi ndio. Kamwili kembamba kadogo. Sasa tena kunivunja vunja. Bana sikia wanagonga. Mimi sasa mlio mawazo. Nasikia wanapiga. Hivi mimi nikifa maiti yangu sasa utaiona kweli? Natembea. Au wanaenda kunichukulia spika. Nimesahau Mungu alinitetea Morogoro. Nimesahau. Hivi kwa nikamata na polisi. Nimesahau. Nawaza hapo inaonekana wana hasira. Sitakuaje. Ndio. Ndio maana mtu hawezi kwanza kuongea kabla hajaongea kwenye mawazo. Ndio maana hebu kwanza hichi kiti. Umeona hichi kiti? Umeona hichi? Nikisimama hivi kabla sijakaa naanza kuwaza kwenye ufahamu. Kwenye ufahamu naona nimekaa. Kuna watu waelewi. Yaani kabla sijakaa kwenye ufahamu naanza kuwaza nimeshakaa tayari. Ukishawaza kwamba nimeshakaa unakaa. Unataka kusimama unawaza. Umesimama umetembea mpaka pale unasimama. Kuna watu wana vichwa vizito jamani. Mwamshe huyo. Kalala huyo. Mwamshe. Sijui kama unaota upo kupalilia. Ana mgine kalala. Kakaa kanisani. Kajifunika kitenge kalala hivi. Unaona nafanya hivi. Kumbe mwenzako anaota wako kula kwa natiko safi mtumishi. Unaona kama iko macho kumekalala. Sasa shetani alinishambulia mawazo, nikaanza kuwaza ili wamenikamata wanaenda kunifanya nini? Kamwili kembamba si watanivunja nitakupiga hapo. Maana nakumbuka nishawahi kumwona kijana mmoja yupo kama mimi pale Tabora, kakamatwa na polisi. Kanagongwa pale Tabora stendi pale. Katika kituo mlango wa kutokea magari. Kipindi nimefika Tabora usiku wa saa 8 nilikaa pale. Katika kijana kalikuwa ni katoto kama mimi. Kanagongwa. Kasema jamani pale kama nataka kukaua. Linapigwa ule ufimbo wa mfagio kama ulikuwa unamfagilia kile kifimbo kile. Hasa ni kinene nding. Sasa mimi nawaza hivi itakuache huko. Kumbe sikujua. Yaani ukiamini Mungu anaenda kukutetea. Ijapokuwa sikiliza, kilichoniokoa mimi ni maombi. Shajikabizisha na nishawaza kwamba Mungu atakuwa upande wangu. Sasa nilipofika pale nikamkuta kiongozi wao kakaa akakunja miguu. Akasema kuna shida gani? Akasema huyu mtoto tulimkamata na ubira na kibali. Akasema hivi na akili kweli. Nikasema yeye leo nimeisha. Au wamekosea kunikamata. Itakao nikamata wanipige viboko na faini niendake. Mimi ni mtoto wanaleta kwa kiongozi. Sio kwa kujadili. Itakuwa nile viboko. Nikaambiwa waimbaji wa nyimbo za bongo wanaimba huko nje. Tena saa nyingine wanaimba matumbo yako wazi. Wanaimba, wanacheza michezo ya ajabu, wanaharibu jamii. Sikiliza, ni jinsi gani Mungu anaweza kumtetea mtu ambaye kila kitu kakiwezekana amekiwekeza kwa Bwana. Wekeza leo mawazo yako kwa Bwana. Wekeza. Usiwekeze uchafu utakuja kukuliza baadaye. Unanielewa? Kwa maana kuna wengine hapo tashangaa labda wakati sasa hivi wanasali kipindi cha nyuma walishamwaga damu. Ile leo kumwaga damu ipo kwenye mawazo. Kondo inazuia kazi za Mungu. Akasema
hivi, wale wanaochezesha nyoka wanachezesha, wanajaza watu, hamwakamati. Wahubiri wanahubiri kwa nje, hamwakamati. Akamwakamati. Hivi mna akili kweli nyinyi? Nikaambiwa ikatolewa 1000. Sijaomba, tuishi, chukua. Nimefurahi kusikia unahubiri, moyo karia, nikaongezeka kiwango kingine. Kwa nini Mungu aliruhusu jaribu kwa Ayubu? Ayubu alikuwa rohoni. Ayubu mawazo yalitawaliwa na Mungu. Ayubu alipoona majibu, yeye akasema hata nikifa naenda kwa Baba. Mke wake anasema Ayubu kufulu uve. Sawa sana wengine hapa. Kana matatizo, kanaenda kwa mganga. Wengine wako hapa. Wana matatizo. Mganga, mambo yangu siyaelewi. Wewe mwenyewe ueleweki. Yaani sielewi kabisa. Sielewi. Anza kumpata Yesu kwenye mawazo yako, ndio katika mwili kila kitu utapata. Mnashindwa kumpata Yesu kwenye, yani mnashindwa kumpata Yesu kwenye mawazo. Ndio maana ndoa hampati, kazi hampati, biashara hampati, yani kila kitu hampati. Yani sasa kuna wainjilisti, kipindi naanza huduma, usinane niko hapa, nilikuwa na ubiri kavu. Nikaanza watoto wana speaker tu. Tunatulia tu. Nikaja na kaspika kadogo kapo hivi. Nikaja nikawa nazo 2 ziko hivi. Na kipindi naanza huduma, wakati unamuombea mgonjwa, unaanza, yani mimi nimejifunza mambo mengi. Kipindi naanza huduma, unamwekea mkono mgonjwa, ninavunja madhabahu. Ukishawaza ujinga kwenye ufahamu, yani mtu anaombea, ninavunja. Unawaza nikitoka hapa naenda kununua soda. Iliwahi kula kibao mimi na pepo. Wewe ulize kakangu hapo, nilichaniwa nguo. Yani watu wengi wanashindwa kwenye mawazo. Mtu unaomba, unaweka mkono mwilini, unaomba na kuapiza shetani. Rohoni kwenye mawazo unasema ili pepo halina nguvu kumzidi Yesu. Halafu kwenye mwili unasema na kuapiza shetani. Kwenye roho unasema na kung'oa. Sasa wewe kwenye mwili na kupiga, labda ni mbaba mtu mzima, unawaza kile kibinti ulichotoka nacho linakuwasha kibao kimoja. Nilikula kibao kimoja, nikashangaa mara niko uchi mbele ya watu. Control mawazo yako. Shati mpaka hapa ni aibu. Yaani kuna wengine wameokoka lakini ni matatizo mpaka ni aibu. Tatizo linaanza kwenye ufahamu. Ufahamu, yani moyo ukiharibika pamoja na mawazo yake vikiharibika, nje ndo kunaharibika zaidi. Niliwahi kuchaniwa shati, nawaza nikiondoka hapa naenda kununua miwa, siji soda, nafunua macho nimeshalaluliwa shati. Lakini sasa hivi unaweka tu mkono, unasema mgonjwa funguka. Huku ndani unasema tulitamkiwa na Yesu mwenyewe, tuliombewa mwanzo ya kwamba tutaweka mikono kwa wagonjwa na watapata afya. Hapo katika mwili unasema funguka. Akitatoka kashafunguliwa. Sio unaweka mkono, umeweka mkono kwenye roho, unawaza lile pilau la nyumbani. Wewe kama mara 2 mwanzo nimeanza huduma nikiwa mdogo zaidi hapa. Niliogopa kipindi kile mpaka nikakata tamaa. Lilinipalwa usoni mawazo. Lakini sasa hivi tasa, pepo tasa, ondoka.
moyoni, kwenye mawazo. Yaani akisha kuambia mimi ni mtumishi ni tasa, wewe unasema mbona kuna wengine walikuwa matasa kama kina mama akina Samueli, akina mama yake wa Samueli walikuwa ni tasa. Yesu aliyeponya zamani hata leo anaponya. Unamwambia yani muujiza unaanza kuona kutoka kwenye moyo. Unaanza kusema, unaanza kumchorea taswira nini? Ukisha muombea. Mimi nimeombea matasa wengi. Nimeombea mama mmoja 2020 hivi kwa 25 mwezi wa 4. Leo ana mtoto na miezi miwili. Ila wakati naomba niko naomba. Sikiliza kwa makini. Hebu nikukumbushe kidogo. Hapo nitaendelea. Siku ile mama mmoja aliniona na ubiri injili mahali. Akawa amejua mahali nilipolala. Akaja. Tukaamini na mdogo wangu wa mwisho. Maana mimi na mdogo wangu wa mwisho, lakini na dada zangu wakubwa. Sasa siku ile yule mama ni tasa, ni Muislamu. Akaja nimuombe. Nasikia kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia kusema wale watu wana madudu. Sasa nikaa nawaza, sema yani wale watu ili waombe wafunguliwe dague na nguvu. Sasa mimi nikaa nawaza. Wakati naweka mkono, kadogo kangu kale ka kiume akatoka nje. Milango nikaa imefunga. Sasa nikaa nawaza, naweka mkono ila moyoni nawaza kupigwa vibao. Pepo nalipuka na lala chini. Nawaza, Mungu wangu, niko peke yangu tu, hamna mtu. Hivi silitanikada kweli? Kwenye moyo nawaza, napiga madhabahu. Sijida nini? Mwilini nawaza, Asia kainuka kanifurumua. Kanichania nguo kama kipindi kile. Rekebisha mawazo yako. Mimi nawaambia, utaingia mbinguni kama nyimbo ya bongo inapigwa kwenye ufahamu. Ukitaka ujue watu hao wapoje, sema tu Mungu basi tu. Mungu si upoje, hata achunguziki. Akikuwa anasema angetupa uwezo kujua mawazo ya watu, tungekimbia nao. Mwingine anawaza mtumishi akishatoka nimwibie simu. Mawazo ya watu. Mwingine anawaza kaka mtumishi cheki karibu. Wewe unahubiri mwenyewe na kucholea tasi. Ndio maana na siri nyingine. Naomba mtoto mzuri uje. Njoo. Hasa kibaya zaidi kinachokuja, simama hapa. Geukia kule. Asimama chini. Kibaya zaidi shetani alichogundua, anapiga ufahamu kwa watoto. Unajua napigaje? Ninyi watu wazazi, mwe makini na watoto. Shetani anaharibu fahamu za watoto. Shetani anaharibu saikolojia. Zinaanza kuharibika wakiwa wadogo. Binti amefikisha miaka 18 kashaharibika. Yaani Biblia inasema linda sana ulichonacho, sije mwovu akichukua. Sio huduma. Linda sana utakatifu uliopewa toka ukiwa mtoto. Huyu mtoto ndo hawa ndiko kulinda kilicho ndani yao. Wangezo tuishi vipi? Huyu mtoto akirinda utakatifu, yani akajengewa misingi mizuri pamoja na wazazi wake, akiwa mkubwa kinakuwa chombo. Akina Adamu walishindwa kulinda mawazo yao, walishindwa kulinda kile walichokuwa nacho, wakaibukia kwenye mauti. Samson alishindwa kulinda mawazo yake, akamirukiwa na shetani. Alishindwa kulinda moyo wake. Umeona mtoto? Hasa ni vitu gani ambavyo vinaharibu saikolojia za watoto? Yaani mawazo yao yanaharibikaje? Mtoto huyu amekaa anaangalia TV, anaangalia nyimbo za bongo. Sikiliza. Zile nyimbo za bongo zinamwakilisha shetani. Zile nyimbo za bongo zinahamasisha zinaa. Huyu ni mtoto mdogo, anaangalia, anakuta wadada wako uchi. Wamevaa vinguo vya ndani. Wamevaa vile vinini vile. Wanacheza wako uchi.
ile taswira anaitoa, anaiweka kwa muda wote. Akikaa anaanza kuwaza ile manyimbo madada anapocheza, yanacheza akiwa uchi, ndio anaharibika hivyo, na ile mbegu inazidi kutaruka kwa kile kitu anachokiwaza. Siku moja anakuja kukitenda. Unafikiri anguko linaanzaje? Anguko linaanza baada ya mtu kuanza kuwaza mawazo mabaya. Anguko la zinaa linaanzaje? Linaanza pale mtu anapomwamshe huyo, mwamshe huyo, mwamshe. Amen, amen. Anguko linaanzaje? Linaanza kwenye mawazo. Mtu anaanza kufa kiroho kwenye mawazo. Yaani utashangaa kanisa nzima watu ambao kiroho ni wazima. Siwakatishi tamaa, naiongea kweli. Hata 5 wanaweza wasifike. Mwingine anawaza uzinzi, mwingine anawaza nyimbo za bongo, mwingine anawaza magari. Ili utashangaa wachache wanaanza kuingia mbinguni. Basi hao ndio watakaomuona Mungu. Huyu mtoto anaangalia labda yale masanamu anaovalisha nguo, changali na nani kama limevalishwa kinani kile cha kufisha maziwa, sijine na nini kabaki chupi. Na ubiri matusi mtoto maana tumuelewe. Huyu mtoto anapoliangalia ile taswira ile sanamu, akienda kumwangalia mama yake, anaichorea ile taswira ya sanamu, anakuingiza wewe mama, anakuona kama uko uchi. Kuna watu wajeelewa. Sinafahamu yale masanamu ambayo wanavalisha nguo yale. Ile sanamu lipo kama mwanamke, limevalishwa maziwa, samani jamani, kama mtu anahubiri matusi. Ile bora mchukie. Kile kinizi umevalisha na kile kinguo cha ndani, mtoto anakiangalia. Ile taswira anaiweka kwenye ufahamu. Ufahamu unaharibika muda ule ule. Akimwangalia mama, taswira ile angalia, anamchorea mama yake. Anaona kama yuko uchi. Nenda. Nimeongea hivyo, nimemwekea mfano kwa sababu ni mtoto. Angekuwa mkubwa, angenichukia mpaka siku ya kufa. Kuna wengine hapo wananisikiliza wanachukia. Hebu simama juu. Kuna wengine wanaingia kanisani lakini wanachukia. Tengeneza moyo wangu Baba, tengeneza. Mwache dhambi, mwache dhambi. Mbinguni hawaingii eti mwenye cheo cha ushemasi, eti mhubiri, awe mama mchungaji, awe mchungaji, awe mzee wa kanisa. Kile ni cheo tu ulichopewa na Mungu. Mbinguni wanaingia walioruhusu mawazo yao kutawaliwa na Kristo. Narudia tena, ruhusu Roho Bwana atawale mawazo yako. Uwe na pressure, uwe na kansa, uwe na kisukari, uwe na UTI, sijui na magonjwa ya ukimwi, uwe uolewi, uwe na madeni, uwe na matatizo. Akina Danieli mawazo yao waliekeza kwa Mungu. Ndio maana walipouona moto wakasema Mungu iwaje atashindana nao, akaka moto. Wakakubali kutupa kwa moto kwa sababu mawazo yao yalitawaliwa na Roho. Ndio maana hata walipowaza yakapata kibali walipotupa kwenye moto. Mungu wao alikuwa ni moto, Roho wakaura moto. Ukiwaza kupona ukimwi utapona. Ukiwaza uzinzi kwenye moyo wako, anguko linakuja. Naomba wimbo kwa budu. Beat zuri. Baba ye. Nataka kufanana nawe Yesu.
Hebu tafakari moyo wako na mawazo yako na ufahamu wako, kama unampendeza Yesu. Kuna wakati mwingine unaweza kaona unamficha mchungaji, lakini unazidi kupotea. Leo hii chukua hatua. Roho Mtakatifu anaenda kufinyanga tena moyo wako. Yuko mama ambaye moyo wake umeharibika. Yuko binti ambaye moyo wake umeharibika. Yuko baba ambaye moyo wake umeharibika. Utaficha mpaka lini? Lakini leo Yesu anakupa neema. Pengine neema hii usiione tena. Pengine neema hii usiisikie tena. Unatakiwa uwe ushuhuda kwenye mji wako. Hata mji wako ukipita watu hawakutambui. Wanasema na mama Eliza ameokoka. Wanasema na mama fulani naye ameokoka. Pengine umekuwa kizuizi cha watu wengine kuokoka. Lakini leo tengeneza maisha yako. Tutaimba wimbo huu huku nasogea mbele, watu wote tusogee mbele. Narudi kutoka Baba, mwambie Yesu akukaribishe. Yesu narudi, Jehova narudi. Narudi. Narudi mimi. Utaficha bakalini maovu yako. Narudi. Narudi Baba, narudi Baba. Watoto wako Yesu wanarudi. Unikaribishe Baba. Mungu anataka kutekeleza moyo wa mama moja. Narudi Baba. Narudi kutoka mbali. Familia yako, anaenda kutengeneza uchumi wako, anaenda kukuza taifa jipya. Narudi mimi. Anataka mtu mmoja tu.